Assalamu alaikum. Haya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ndugu na viongozi wa Islam, wanasiasa wenzangu ambao wako hapa na mabalozi kutoka nchi mbalimbali ambao wameungana na sisi siku ya leo. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu yule jamaa ambaye ametoka hapa ameongea Kiswahili mpaka nimeshangaa niwetangula kweli ama ni jamaa mwingine, kwa sababu ameongea Kiswahili kisanifu sana. Kwa hivyo tunasema asante. Mheshimiwa Rais, mimi nashindwa nitasema nini kwa sababu kuna kitu kingine saa nyingine wanaita kwa kimombo, na mimi naona wakili mkali hapa, ati delayed reaction syndrome. Sijui kwa Kiswahili tunaweza semaje? Delayed reaction syndrome. Kwa sababu Waziri Mvuri ameeleza na wengine wameeleza, uchaguzi ulifanywa miezi sasa inaelekea 7, alafu mtu anasema kwamba kuna jamaa alikuwa anapiga firimbi usiku gizani. Hatumjui lakini tunasikia firimbi. Tena tumekaa kidogo tunaambia kwamba kuna jamaa wengine wametoka kule Venezuela, tena wamekuja wanaenda kule ati wanajaribu kuguzaguza sava. Sisi hatujui sava iko wapi. Sasa tumeona kwamba kweli watu wanafikiri wa Kenya ni mabaradhuli. Mimi nataka niambie wale kwamba please do not underestimate the intelligence of the Kenyan people. Don't underestimate the intelligence of the Kenyan people. They normally say, if you think education is expensive, try ignorance. Now we ask ourselves, if you think peace is expensive, then try war and disruption. Kuna mnenaji mmoja amekuwa hapa, amesema walikuwa wamepanga wakutane na ndugu zetu ambao wako Sudan, na hizo mpango zote zimepotea kwa sababu sasa vita vimetokea kule. Ndugu, na wasihi tusaidiane, tujenge uchumi wetu, tujenge taifa letu, tubadilishe maisha ya Wakenya ambao wanahitaji maisha yao ibadilike kwa njia inayofaa, kuwapatia ajira na kuhakikisha wanaweka pesa mfukoni. Hilo ndio lengo letu. Kwa hivyo tunawasihi tu tusimame imara na tuende mbele, na tutii sheria na tutii katiba. Sasa tumemaliza uchaguzi, wengine wanaenda Kamukunji, na mtu anasimama pale anasema yeye anataka aunde serikali yake isiyo ya kikatiba, isiyo halali, alafu asema anaanza kutaka kutoza ushuru ati waunde serikali yao. Kupitia kwa njia gani? Na kuna katiba ya Kenya. Huo ni uchochezi. Hatuna nafasi ya uchochezi. Tusimame pamoja, tujenge taifa letu na tutii sheria, ndio Kenya yetu itakuwa nzuri. Sasa Mheshimiwa Rais,
kulikuwa na mjumbe mmoja, najua ulimjua, alikuwa anaitwa Ali Bidu kutoka upande wa Kwale. Wakati waziri alikuwa anaenda kwa bunge na una swali la kujibu, anaanza mapema kabla hujafika kwa microphone kutoa vitisho. Anasema, jibu waziri, jibu. Waziri, jibu. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ndugu zetu Waislamu wamezungumza hapa, wametoa mapendekezo zao, wametoa mwelekeo wao. Sasa mimi nataka nikualike tusimame sote na nimwambie Rais wa Jamhuri ya Kenya, jibu Rais, jibu. Jibu Rais wa Kenya, jibu. Asante sana, tafadhali tuketi ndugu Waislamu. Asanteni sana na karibu. Waheshimiwa